alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kwa mara nyingine tena tunakutana katika vipindi vyetu maridhawa, vipindi vyetu ambavyo vinalenga kutoa elimu kwa wananchi, vinalenga kutoa elimu katika jamii, elimu ambayo inahusiana na mjumuiko wa siasa pamoja na masuala ya kidiplomasia ndani ya bara la Afrika pamoja na nje ya bara la Afrika. Kwa leo kupitia chaneli yetu hii ya Dr. Harun Sha'rawi TV yako matukio mawili, matukio ambayo ni sehemu ya matukio yanayohusisha uvunjifu wa amani hasa kwa waumini wa dini za Kiislamu. Ikumbukwe kwamba dini hizi, hakuna dini hata moja ambayo inayoamrisha kuvunja amani kwa dini nyingine au kutekeleza matukio ya mauaji kwa wafuasi wa dini nyingine, isipokuwa natija ya fikra za watu ndiyo ambayo imeleta chokochoko, ndiyo ambayo inakuwa wakati mwingine ni visababishi vinavyokuja kutengeneza uvunjifu wa amani ndani ya jamii yetu ambayo tunayoishi, kwa kupokea, kwa kufikisha mafundisho mabaya ya kutumia vitabu vya Mwenyezi Mungu, na wale wafuasi wanapokea namna yalivyo, na hao ndio ambao wanakuwa ni sababu ya kwenda kutekeleza matukio ya mauaji kwa wafuasi wa dini nyingine. Leo tunavyozungumza ni siku ya tatu katika mwendelezo wa sikukuu wa sherehe za sikukuu ya Idi al-Fitri. Ikumbuke kwamba swala ya Idi al-Fitri husaliwa ulimwengu mzima. Kuna ulimwengu ambao kuna baadhi ya mataifa ambayo Waislamu ni wachache, lakini pia kuna baadhi ya mataifa Waislamu ni wengi. Lakini kwa maeneo yote yale swala ya Idi husaliwa. Sasa miongoni mwa matukio ambayo yaliyotokea ya kutisha, ambayo yaliyotaka kutishia usalama, yaliyotishia usalama wa watu, usalama wa waumini, usalama wa wale ambao wanaokusanyika katika viwanja na kwenda kusali, ni hili tukio ambalo unaloliona hapa, tukio la mtu mmoja aliyekamatwa akiwa na silaha. Tukio hili limetokea katika nchi ya Marekani, katika mji wa Philadelphia. Katika mji wa Philadelphia, mtu mmoja alionekana amevaa koti kama ambavyo unavyoshuhudia katika video hii. Amevaa koti, lakini pia ndani ya koti hilo, baada ya kufanyiwa investigation, ukaguzi, wakagundua kwamba alikuwa amebeba silaha nzito ambayo madhumuni yake ilikuwa ni kwenda kuwateketeza waumini wa dini ya Kiislamu ambao waliokusanyika katika viwanja hivyo kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Idi al-Fitri. Msimamo huu ameutoa wapi? Kwa nini anafikia mahala hapa kiasi kwamba anataka kwenda kuwadhuru waumini ambao hawajamfanya kitu, waumini ambao hawajamdhuru, waumini ambao wamekusanyika katika viwanja hivyo kwa ajili ya kutekeleza ibada yao? Ndugu zangu, bila shaka ni kwamba uadui wakati mwingine, wakati unapolishwa baadhi ya mafundisho, ni lazima uwe una saikolojia ya kugundua kwamba haya ambayo ninayofundishwa, je, yamo katika dini au ni msimamo wa mtu yeye mwenyewe? Sidhani kama kuna maandiko yoyote ndani ya kitabu cha Biblia, na sidhani kama kuna maandiko yoyote ndani ya kitabu cha Qur'ani ambacho kinatoa ruhusa ya mtu kwenda kumuua mtu bila sababu ya aina yoyote. Narudia tena, sio katika fikra salama, na wala sidhani kwamba kuna maandiko katika Biblia au kuna maandiko ndani ya Qur'ani ambayo yanayompa ruhusa mtu ya kwenda kumuua binadamu mwenzake eti kwa kisingizio cha dini bila kuwa na sababu maalumu inayomfanya mtu huyu auawe. Ndio maana ukirejea katika mafundisho ya Qur'ani, man qatala mu'minan mutaammidan
yeyote atakayemuua muaminio mwenzake kwa makusudi, basi mtu huyo malipo yake ni motoni moja kwa moja. Lakini yako mafundisho yanayosema la taqtulu wala taqtulu ba'dukum ba'da, wala msiuane ninyi kwa nyinyi. Hii ina maana gani? Maana yake ni kwamba al-insanu bunyanullahi fil ardi, mwanadamu ndiyo jengo la Mwenyezi Mungu katika ardhi hii. Mwanadamu ndiyo pambo la Mwenyezi Mungu katika ardhi hii. Sasa utakapochukua jukumu la kumuua mwanadamu mwenzako, maana yake unakwenda kuharibu yale mapambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa nini haturuhusiwi kuuana? Kwa sababu ulimwengu unahitaji watu. Ulimwengu unahitaji maendeleo. Ulimwengu na maendeleo maana yake utazungumzia elimu, maendeleo utazungumzia miundombinu, maendeleo utazungumzia viwanda, maendeleo utazungumzia huduma ikiwemo huduma za afya, maendeleo utazungumzia teknolojia, maendeleo utazungumzia kuwa na jeshi bora lenye vifaa bora, lenye rasilimali watu waliokuwa bora, wenye uwezo wa kupambana. Maendeleo utazungumzia kupatikana rasilimali watu ambao wana fikra inayokwenda sanjari na mabadiliko ya wakati na mahitaji ya taifa kwa wakati huo. Sasa utakapokwenda kuua watu, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unakwenda kukwamisha yale maendeleo yanayotakiwa yawepo katika eneo husika. Unakwenda kukwamisha ile shabaha ya uwepo wa mwanadamu ndani ya mgongo wa ardhi hii. Ndiyo maana ikaja katika kanuni au malengo ya sheria za Kiislamu, moja kati ya malengo hayo hifdhun an-nafsi, ni kuhifadhi nafsi ya mwanadamu. Kuhifadhi nafsi ya mwanadamu maana yake hauruhusiwi kumuua mwanadamu mwenzako kwa kisingizio cha dini, hauruhusiwi kumuua mwanadamu mwenzako kwa kisingizio cha ukabila, hauruhusiwi kumuua mwanadamu mwenzako kwa kisingizio cha aina yoyote ile, ila isipokuwa pale ambapo itakapothibitika kwa mujibu wa kanuni kwamba amevunja kanuni ya kwenda kumuua mwenzake kwa makusudi. Ndio maana ikaja al-qisasu haqqun, an-nafsun bin-nafsi, kwamba kisasi ni haki, kulipiza kisasi ni jambo la haki kwa mujibu wa sheria. An-nafsu bin-nafsi, yeyote anayeua na ikathibitika kwamba ameua kwa makusudi, basi na yeye anatakiwa auawe vile vile. Sasa hiki ambacho kimetokea, tukio hili, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mtu huyu yawezekana kwamba alilishwa sumu na watu ambao sio Waislamu, ndio maana akathubutu kuchukua silaha ya kwenda kutaka kuwaua Waislamu ambao wamekusanyika katika viwanja hivi kwa ajili ya kutekeleza ibada yao ya Idi al-Fitri. Lakini polisi na vyombo vya usalama ambavyo vilivyokuwa vinalinda maeneo hayo ndio ambao waliweza kumkamata na kumkagua kama mnavyoona, na kutoa silaha aliyokuwa ameibeba kwa ajili ya kwenda kutekeleza mauaji hayo na mashambulizi hayo. Hapa tunapata funzo kubwa sana ambalo sisi Waislamu tunatakiwa tujifunze na tujiepushe na ile tabia ya kutaka kutembeza laana kwa kila mtu. Hawa polisi kwa asilimia 99 yawezekana sio Waislamu, lakini wanatekeleza mamlaka yao,
moja kati ya mamlaka yao ni kuwalinda Waislamu ili kuweza kutekeleza ibada yao. Moja kati ya mamlaka yao ni kuhakikisha kwamba amani inatawala katika viwanja ambavyo Waislamu wamekusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Moja kati ya mamlaka yao ni kuhakikisha kwamba wanalinda usalama wa watu na raia pamoja na mali zao. Lakini sasa leo inakuwa kukuta kwamba baadhi ya Waislamu wanakuwa wanawatukana wasiokuwa Waislamu kwa kisingizio tu cha utofauti wa itikadi. Tuerejee nyuma, utaona kwamba Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakuweza kuwatukana wasiokuwa Waislamu na wala hakuweza kuwagomea mialiko yao, na wala hakushindwa kukaa nao pamoja kwa ajili ya kutengeneza hoja zenye nguvu, na wala hakutumia matumizi ya nguvu hata siku moja kwamba awalazimishe wasiokuwa Waislamu ili wamuamini yeye. Ndio maana aliweza kukaa nao na kujadiliana nao, na pale ambapo iliposhindikana, Qur'ani ikaja ikasema kwamba qul ya ayyuhal kafirun. Hapa kuna falsafa kubwa sana ambayo tunatakiwa tuifahamu, hasa sisi Waislamu ambao tumesoma vitabu viwili vitatu na kukabidhiwa baadhi ya membari na maiki kwa ajili ya kulingania watu. Tumekuwa tunatumia vibaya membari zetu, tumekuwa tunatumia vibaya nafasi zetu za kutaka kutumia neno kafiri kwa kila ambaye sio Muislamu, badala ya kutumia maneno mazuri ya kumvutia ili aje kuiona haki. Tazama usulubu wa Qur'ani. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akifanya hiwari zake na wasiokuwa Waislamu, hakuna hata sehemu moja kwamba iliposhindikana alitamka yeye mwenyewe kuwaita hawa ambao waliogoma kuja katika Uislamu kwamba aliwaita moja kwa moja ni makafiri, bali kuwaita kwake yeye makafiri hao wasiokuwa Waislamu na waliogomea amri yake ilitegemea na amri, ilitokana na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana baada ya kukaa na makafiri na hatimaye kutogomea kuingia katika Uislamu na yeye kutoingia katika ukafiri wao, moja kwa moja iliteremka aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iliteremka sura kamili kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ilianza na uslubu wa kumwamrisha Bwana Mtume asemeje? Aseme qul ya ayyuhal kafirun, ewe Mtume sema kuwaambia hao kwamba enyi makafiri. Moja kwa moja anawataja biswaraha kwamba ninyi makafiri, enyi makafiri. Qul ya ayyuhal kafirun, sema kuwaambia hao enyi makafiri. Kwa sababu gani? Wameshadhihirisha ukafiri wao moja kwa moja. Kudhihirisha ukafiri wao moja kwa moja maana yake katika vifua vyao hakuna imani, hakuna hata chembe moja ya imani, na moja kwa moja hao watakufa ile hali ni makafiri moja kwa moja. Ndio maana hapa katika usulubu huu tunajifunza kwamba hauruhusiwi kumuita asiyekuwa Muislamu kwamba ni kafiri mpaka ila nihayati hayatihi, mpaka pale mwisho wa maisha yake. Tumefahamiana vizuri usulubu huu, muelewe na muache jazba ya kutaka kutumia membari mnazopewa na nafasi mnazopewa kuwaita watu moja kwa moja kwamba ni makafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrishwa na Mwenyezi Mungu awaite kwamba hawa ni makafiri. Sio yeye mwenyewe alitamka moja kwa moja kwamba ninyi ni makafiri. Aliambiwa qul, sema kuwaambia hao, qul ya ayyuhal kafirun, sema kuwaambia enyi makafiri, la ta'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kwamba mimi Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya yeye Mtume Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haabudu ambacho ninyi makafiri mnachokiabudu. Wala antum aabiduna ma a'budu, wala ninyi hamwabudu yule ninayemuabudu mimi. Wala ana abidu ma abatum, wala mimi sio mwenye kumwabudu ninyi yule ambaye ninyi mnamwabudu. Wala antum aabiduna ma a'budu, na wala ninyi hamtuabudu yule ninayemwabudu mimi. Nini
matokeo yake lakum dinukum waliyadin, ninyi mna itikadi yenu na mimi nina itikadi yangu. Kwamba utofauti huu wa itikadi isiwe sababu ya kuja kuuana. Hapana. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutumia matumizi ya nguvu kwa wale ambao waliokataa kuja katika nini? Katika Uislamu. Fala'alla, kasikia uslubu wa Qur'an ulikuja ukasema fala'allaka bakhi'u nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa. Huenda wewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukawa unanyongeka, ukawa unahuzunika, ukawa unapata tabu sana katika nafsi yako kwa sababu ya kuwalingania hao waje katika Uislamu, halafu wao wanagomea. Lakini hakikisha kwamba fa in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa, ikiwa kama hawatoamini haya ambayo unayowaambia, haya ambayo unayowalingania, basi achana nao, wasikupotezee muda. Shughulika na mambo mengine ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha. Ndio maana ikaja katika usulubu wa Qur'ani, la ikraha fi dini, la ikraha fi dini, hakuna kulazimishana katika kufata itikadi ya dini nyingine, kwamba ulazimishe hao makafiri wasiokuamini ambao wewe unapoteza muda na kuwalingania, kwamba wasipokuamini ukatumia sasa matumizi ya nguvu ili kuwalazimisha waingie katika dini yako. Hapana. La ikraha fi dini, hakuna matumizi ya nguvu katika sala la kiitikadi. Kwa hiyo maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba uslubu tunaotakiwa kufanya sisi katika kuwalingania watu kuja kuiona haki uwe ni uslubu ambao umetengenezwa katika misingi ya kufundisha, misingi ya upole, misingi ya kuwahubiria watu kwa matamshi yaliyokuwa mazuri yenye hekima ndani yake, ambayo ndani yake pia yana upole, upole utakaowavutia, upole utakaoeneza, utakaokuwa umesheheni ndani yake mafundisho ili wapate kujua dini ya Mwenyezi Mungu. Maana yake ni nini? Maana yake huenda huyu leo unayomuona ni kafiri ikawa ni sababu ya yeye kukusaidia huko baadaye, kama ambavyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na maswahaba zake walivyoenda kupata hifadhi, kupata nusura, kupata hifadhi katika nchi ya Ethiopia iliyokuwa inamilikiwa na mfalme Najashi, ambaye kwa kipindi hiko hakuwa Muislamu, lakini aliweza kuwapokea Waislamu, na kutokana na muamala mzuri aliouonyesha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake katika nchi ya Ethiopia, na ulinganifu mzuri kutoka kwa Waislamu, hatimaye mfalme Najashi akafariki ilhali amekwisha silimu na kuiona haki na kukubali kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha almujtama'u alaqalliya, jamii ya watu wachache ya Kiislamu inayoishi katika jamii ya watu wengi ambao sio Waislamu, ndivyo ambavyo wanatakiwa waonyeshe muamala mzuri, tabia iliyokuwa njema, kiasi kwamba hawa ambao ni wengi ndio leo wanaogeuka na kuja kuwalinda na kuwanusuru Waislamu. Tahayya, hebu chunguza kwamba laiti kama tukio hili la huyu bwana ambaye aliyokuwa amebeba silaha hii angefanikiwa kufika katika viwanja vya Waislamu, je, mauaji yake yangelikuwa ni katika sura ya namna gani? Lakini athari gani ambayo ingelitokea baada ya mauaji hayo? Lakini dunia ingelichafuka katika kiwango cha namna gani? Na ingelichukuliwaje? Na je, hawa wa Marekani ambao wanaoishi nje ya Amerika katika nchi za Kiarabu, nje ya Amerika katika nchi za Kiislamu zenye Waislamu wengi katika bara la Afrika na nchi za Kiarabu, au pengine katika nchi zingine za bara la Asia, je, wangelipata taharuki gani? Wangeliishije ikiwa tukio hili lingelitekelezwa? Idha aradta an taf'ala amra, maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba idha aradta an taf'ala amran fa'alayka bituaddi fa in kana khairan famdi wa in kana sharran
fantahi. Wa fi riwaya idha aradta an taf'ala amran fanzur aqibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana sharran fantahi. Utakapotaka kufanya jambo la aina yoyote, basi tizama mwishoni mwake, matokeo ya jambo hilo unalokwenda kulifanya litakuwaje. Ikiwa kama utafuatilia na kufanya tafakuri kwamba matokeo yatakuwa ni mazuri, yataleta matokeo chanya, basi lifanye. Na ikiwa kama utalifuatilia ukatuliza kichwa chako vizuri, ukatafakuri na hatimaye ukaamua ukaona hili jambo ikiwa kama nitalifanya mwishoni mwake matokeo yake yatakuwa ni mabaya, basi liache. Hivyo ndivyo ambavyo tunatakiwa sisi Waislamu tuishi, tukiwa hatuna ubaguzi, tuishi tukiwa hatuna chuki, tuishi tukiwa hatuna husda, tuishi tukiwa hatuna fitna, tuishi na dini nyingine kwa muamala uliokuwa mzuri, muamala ambao utakaopelekea kuwavutia wale ambao sio Waislamu kuona Uislamu kumbe ndio dini ya haki na dini ya kweli, na wao kwa muda wote walikuwa wamepotea na wamekosa kitu kikubwa ndani ya maisha yao. Ni mimi Dr. Harun Sha'rawi Al-Azhari, ni kuombe kabla haujaondoka, basi usisahau kubonyeza alama ya subscribe, usisahau kubonyeza alama ya subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele. Hii hekima yake itakufanya wewe kuwa wa kwanza kupata maudhui zetu na mada zetu ambazo tutakuwa tukiziweka kupitia channel yetu hii, channel yetu pendwa. Lakini pia usisahau kubonyeza alama ya like pamoja na kushare na wengine ili waweze kupata mada zetu hizi. Lakini pia kwa upande mmoja utakuwa umetoa sadaqatun jariya kwa kueneza mafundisho haya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.